Stori ya leo inamhusu kijana mwenye akili sana ambaye alifaulu vizuri sana masomo yake. Hata hivyo, kijana huyu ana mapungufu makubwa sana kwani yeye haongei na watu. Pia anakwepa kukutana na watu, hana marafiki. Yaani kiufupi, dogo yuko kipweke tu. Wazazi wake baada ya kuona hili tatizo wakaja na suluhisho la kipekee. Wakaamua kumkodia demu wa kuspendi naye huyu dogo. Oya, kinachotokea baada ya hapo ni kitu ambacho hakuna mtu aliamini. Mwanzo wa picha hii tunamuona msichana kwa jina la Madi akitoka haraka sana ndani ya nyumba yake. Huko nje kuna mfanyakazi kutoka serikalini anaitwa Kelvin. Huyu jamaa bana amekuja kuchukua gari la bidada Madi. Hapa inafahamika kuwa kabla ya kifo cha mamake Madi, mama alikuwa na deni kwani alichukua mkopo kutoka benki ili kujenga tu nyumba ambayo hivi sasa ndiyo anaishi huyu Madi. Sasa huu mkopo umebaki kwa mtoto wake na ana jukumu la kurudisha. Kwa hiyo, anapambana haswa huku akifanya kazi mbalimbali. Kama mhudumu wa hoteli inapofika usiku, bidada huwa anaendesha teksi. Sasa, huyu mjomba aliyekuja kuchukua gari ni mpenzi wa zamani wa bibi Madi. Bidada akamwambia mjomba kuwa atalipa tu huo mkopo, lakini Kelvin akakaza. Ghafla, kuna kibwana kikatoka ndani ya nyumba ya Madi kikiwa kimevaa kichupi tu alafu kinapasha. Yaani Kelvin alipomwona akapata wivu. Madi akapata akili haraka hapo. Akamwambia Kelvin kuwa huyo ni binamu yake kamtembelea tu. Lakini binamu akaja kushika matikiti kudondoka. Oho! Kelvin akazidi kushtukia kuwa huyu atakuwa ni bwana mpya wa Madi. Kwa hiyo, mjomba kwa hasira akasepa na gari la bibie ambalo analitegemea kwenye biashara yake. Hivyo, binti akabaki bila gari. Kwa kuwa hana gari, siku hizi amekuwa akienda kazini kwa viatu vya matairi. Akiwa njiani kuelekea kazini, akaliona gari lake likiwa limeegeshwa barabarani. Bidada akaamua kuliiba. Akaingia ndani haraka na kujaribu kuliondoa. Hata hivyo, kwa haraka aliyokuwa nayo, akasahau kulifungua kutoka kwenye gari lililokuwa likilivuta. Bidada akaongeza kasi lakini gari halitembei. Muda huo huo, Kelvin akatoka ndani ya duka na akaona kila kitu ambacho bidada alikuwa akikifanya. Hivyo akalichukua gari lile tena. Hapo Madi akafeli jaribio lake la kulichukua gari hilo tena. Baada ya tukio hili, sasa Madi moja kwa moja akaenda kwa rafiki zake anaofanya nao kazi ambaye ni Sara pamoja na mume wake Jim, na akawaeleza matatizo aliyokutana nayo, hususan kupoteza gari lake na mkopo mkubwa aliachiwa na marehemu mama yake. Rafiki yake Sara akaamua kumsaidia kutafuta gari la mtumba kupitia mtandao, lakini Madi akatazama tu na kusema kuwa nimeshatafuta hayo magari kila mahala, lakini nina wasiwasi kuwa sitapata gari zuri. Wakati wakiendelea kuperuzi mtandaoni, rafiki yake Madi alishangaa kukutana na tangazo lisilo la kawaida kutoka katika familia ya kitajiri, kuwa familia hiyo inatafuta msichana mwenye umri wa kuanzia miaka 20 hadi 25 ili awe mpenzi wa mtoto wao wa kiume aliye na aibu. Na huyu mtoto ana umri wa miaka 19. Tangazo liliweka wazi kuwa mvulana huyo ana akili sana, lakini changamoto yake ni hawezi kuwa na ukaribu na mtu yeyote yule. Pia hana marafiki, hivyo anaishi maisha ya ajabu sana. Tangazo linasema familia itatoa zawadi ya gari mpya kwa yeyote yule atakayeweza kumsaidia kijana huyo kuondokana na tatizo hilo na kumfanya ajiamini tena. Mwanzoni, Madi akasita kuchukua kazi hiyo kwani anahisi kuwa yeye ni mkubwa kwa huyo kijana. Lakini baada ya kuzungumza na rafiki zake, wakamshauri afanye hiyo kazi. Wakamkubali, na hii ni kwa sababu Madi anahitaji gari kwa hali na mali, na hii ndiyo itakuwa nafasi yake ya pekee. Kesho yake asubuhi, Madi akaelekea kwenye lile jumba kubwa la kitajiri. Huko akakutana na wazazi wa yule kijana. Wao wakamwelezea shida yao. Wakasema kwamba mtoto wetu Pesi ana umri wa miaka 19 na ana akili sana, lakini haongei na mtu yeyote, hatoki out na anaogopa wasichana vibaya mno. Pia anaogopa vitu kama kuvuta sigara, kupati, kuhudhuria party, au hata mazungumzo ya kawaida. Akiwa free, muda wake hutumia kutazama video kwenye simu yake. Kwa hiyo, tunaogopa kama tabia hii ikiendelea, hatuwezi kumwandaa kwa maisha ya chuo kikuu mwakani. Madi akasikiliza kwa umakini, kisha akauliza, kwa hiyo mnataka nifanye nini? Wazazi wakajibu, tunahitaji uweke ukaribu na mtoto wetu, umsaidie kuchangamana na watu na umuongezee kujiamini. Tukiona kuwa kuna mabadiliko, tutakupatia gari mpya kama malipo. Lakini sharti, Pesi asijue kama tumepanga kufanya haya yote kisiri. Hivyo, inatakiwa umtongoze kikawaida na umfanye amini kuwa kila kitu ni uhalisia. Madi akakubali ile kazi bwana. Kesho yake akaibuka dukani ambako Pesi hufanya kazi kwa muda, tena akiwa amevaa kinguo cha mitego. Akaanza kumtega kwa kujifanya kuwa anataka kumlea mbwa wake.
Madi akamsogelea kisha akaanza kumtania Pesi, lakini Pesi hakuvutiwa naye kabisa. Badala yake, aibu zikamkamata. Bila kukata tamaa, Madi akasema, mimi nisikupeleke nyumbani kwenu leo. Pesi akasita na kukataa, lakini Madi akasisitiza kwa kuchukua baiskeli yake na kuipakia ndani ya gari. Bila chaguo, kijana akajikuta akakubali kuondoka na Madi. Wakiwa njiani, Madi akaanza utani wake akisema, vipi kama nikikuteka badala ya kukupeleka nyumbani kwenu? Kisha akapiga kona na kuanza kuelekea anakokaa badala ya kumpeleka Pesi nyumbani. Pesi akaogopa. Gari linaposimama tu, akamwagia spray ya pilipili usoni Madi. Madi akashuka haraka ndani ya gari na kusema, ilikuwa nakutania tu jamani. Kama ningetaka kukuteka, kwa nini nikulete ninakoishi? Baada ya kusikia haya, Pesi akagundua kuwa amefanya makosa. Kusahihisha hilo, Pesi akamwagia maji bibie kwa paipu ya bustani ili kuondoa zile pilipili. Lakini bibie akataka watoke out jioni ili amsamehe Pesi. Mjomba akakubali. Jioni ilipofika, Madi akatangulia klabu akimsubiri Dogo. Wakati huo sasa, Dogo ndio anaingia sasa. Lakini kila mtu akaanza kumcheka kwa sababu amevaa nguo za ajabu hatari, kaptula badala ya suruali. Hata hivyo, Madi alimsifu tu ili kumfanya ajiamini. Basi bwana, mhudumu akafika mezani. Madi akaagiza kisungura, kilevi fulani, lakini Pesi yeye akaagiza soda tu. Kusikia hivyo, Madi akakansel order ya Pesi na akamwagizia konyagi. Bwana wakaanza vuta maji, kunywa taratibu. Wakiwa katikati ya mazungumzo, ghafla akatokea jamaa fulani hivi. Huyu ni ex wa Madi anaitwa Travis. Travis akaanza kuleta fujo huku akimwonyesha Pesi pete yake ya uchumba aliyovalishwa na Madi. Pia akaanza kumpatia stori za zamani pindi alipokuwa penzini na Madi mpaka kufikia kuachana. Bibi akaona isiwe taabu, akaamua kuondoka pale klabu. Kwa hiyo, akampeleka Pesi bichi, ufukweni. Hata hivyo, hii bichi huwa hairuhusiwi mtu kuingia inapofika saa 2 usiku. Alafu Pesi hajui kuogelea, kwa hiyo akapinga. Hata hivyo, Madi akafosi. Pesi alipokataa kuvua nguo, Madi akaanza yeye na kuingia ndani ya maji. Pesi akaona upuzi huu, naye akavua na kujitupa ndani ya maji. Wakiwa ndani ya maji, ghafla kuna grupu la watu likatokea na akaanza kuiba nguo zao na kuondoka nazo. Madi akakasirika sana, akiwa mweupe, uchi. Vilevile akaanza kuwafukuza akitaka nguo zao. Alivyozipata, akarudi ndani ya maji na akaanza kumsogelea Pesi. Kumbuka, huku hakuna mtu yeyote, lakini Pesi akawa na wasiwasi bado na akamwambia binti kuwa, najisikia vibaya sana. Hata hivyo, sikujui kiundani zaidi. Madi alikereka sana na maneno ya Pesi, kwa hiyo akatoka ndani ya maji, akaingia ndani ya gari lake na kujiandaa kuondoka. Pesi akaomba kufunguliwa mlango, lakini Madi akakataa. Akamtupia nguo zake nje, lakini akabaki na simu yake, akimwacha Pesi akining'inia kwenye gari bila nguo. Licha ya haya yote, Madi akaendelea kuendesha gari tu. Baadaye inakuja pale polisi wanapowaona na kuanza kuwakimbiza. Na ilibaki kidogo sana ugongwe na treni, lakini wakiepuka kifo. Basi moja kwa moja wakaelekea nyumbani kwa bidada Madi. Walipofika tu, akaanza kumtega bwana mdogo ili kupunguza hasira zake. Lakini Pesi bado hajielewi, sijui ni umri ama nini. Haya bwana. Lakini ghafla Pesi akaanza kuhisi mwasho. Hivyo, Madi akaamua kumpaka dawa. Muda huo, wakaanza kuongea. Kisha Pesi akamuomba msamaha Madi, akisema, haya mambo sijawahi fanya kabla, labda tujaribu siku nyingine. Basi Madi akakubali. Siku iliyofuata, Madi na Pesi wakakutana tena. Wakaenda sehemu tofauti tofauti kujiburudisha na kupoteza muda pamoja. Kisha wakakaa faraga, wakaanza kupiga stori. Madi akamhadithia Dogo kuhusu familia yake, hususan kukataliwa na babake alipokuwa bado mdogo. Pia Pesi alisikiliza kwa umakini na baada ya muda wakakisi kwa mara ya kwanza. Bwana, wakiwa hapo ghafla Pesi akakutana na rafiki yake anaitwa Jody. Jody na Madi wakazungumza kidogo, lakini Pesi alipojitenga nao kidogo tu, Jody akamwonya Madi akimuuliza, unafanya nini na Pesi? Je, unafahamu kuwa wewe ni mkubwa kwake? Mimi nawajua wanawake. Usije fikiri kuwa pesa za wazazi wake ni pesa zake. Ikiwa chochote kitatokea kwa Pesi, basi sitokusamehe. Basi bwana, hiyo siku ilipita. Siku iliyofuata wakakutana tena, na akaenda piga msosi wa jioni pamoja. Madi akampa kujiamini Pesi na akamwomba aende akaimbe. Kweli, Pesi akaenda kuimba stejini, akapiga piano huku akiimba nyimbo tamu sana. Oya, kila mtu alipenda na akampigia makofi. Baada ya hilo, Natali, mwanafunzi mwenzake Pesi,
Akamwalika Dogo kwenye pati amwimbie huku akisema, nitafurahi sana. Si unajua tunaenda chuo pamoja hivi sasa? Pesi akakubali. Baada ya Natali kuondoka, Pesi akamwambia Madi kuwa Natali ni msichana mzuri na tutaenda kwenye pati pamoja. Na pia nitapata leseni ya udereva hivi punde. Hivyo nitakuwa naendesha gari mwenyewe na kutoka siku za Jumapili kuja kuonana na wewe. Ilionekana wazi kupitia sura ya Pesi kuwa ameshampenda kwa dhati bibi Madi. Hata Madi alilitambua hili pia. Baada ya chakula cha jioni wakaondoka pamoja. Akiwa ndani ya gari, Pesi akaanza kupiga pombe kisha akamtamkia Madi kuwa, sasa niko tayari kwa lolote juu yako kwani nimetokea kuzama kwenye dimbwi la mapenzi juu yako na kama itawezekana nataka mipinduko kidogo. Madi akaona, oho, ni lazima azime jaribio la Dogo maana yeye ni mkubwa kwake. Pesi, umelewa sana. Kwa hiyo, utoenjoy, ukizingatia ndiyo mara yako ya kwanza. Kwa hiyo, tutafanya siku ingine. Kiukweli, Madi alijisikia vibaya sana, hasa akikumbuka makubaliano aliyoingia na wazazi wake Pesi, kuwa yuko na mtoto wao kwa makubaliano maalum tu na asivuke mipaka. Pesi bila kujua haya yote, yeye alikuwa anajua keshapata demu. Hivyo, hapo Madi akaanza kujiona mkosaji kwa kucheza na hisia za Pesi. Siku iliyofuata, Pesi kwa kujiamini akawaambia wazazi wake kuwa muda si mrefu atapata leseni yake ya udereva. Wazazi wake walifurahi sana kusikia hili, lakini pia akawaambia kuwa ana mchumba mpya anaitwa Madi na sitaki kukaa mbali naye. Kwa hiyo, sidhani kama mimi nitaenda chuo tena. Nimekuwa sasa na naweza kufanya maamuzi yangu binafsi. Baada ya hapo, Pesi akachukua gari la babake na kuondoka. Baada tu ya kuondoka, wazazi wake wakampigia simu Madi na kumkumbusha mpango wao. Wakasema mpango wao ulikuwa ni kumsaidia Pesi kujiamini kisha aende chuo ili wampatie gari. Sasa gari lako liko tayari, lakini hakikisha kuwa Dogo anaenda chuo. Hata hivyo, Pesi aliyasikia mazungumzo hayo kupitia mfumo uliounganishwa katika gari la baba. Alijisikia vibaya sana na akajua kuwa hisia za Madi juu yake hazikuwa za ukweli. Sasa, licha ya kufahamu kila kitu, Pesi akaamua kumwalika Madi nyumbani na pia akamtambulisha bibie kwa wazazi wake. Wakati wakipiga msosi, akaanza kutania umri wa Madi, lakini ghafla Pesi akaondoka tena akiwa amekasirika sana. Kisha akachukua gari alilopaswa kupatiwa bibie Madi, akiwa na rafiki yake, wakaenda kuliharibu kwenye mti. Baada ya kurudi nyumbani, Pesi akaingia nyumbani kwake bwana, kisha akamwomba Madi amuonje kidogo. Oya, Madi akakubali. Na kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa Pesi, basi hata hakuchukua muda. Dakika 2 tu, pumzi ikakata, kisha akapumzika alafu akasema, mti umedondokea gari yako. Oho! Moja kwa moja Madi akajua kuwa Pesi alifahamu ukweli kuhusu mpango wao na wazazi wake. Pesi alikuwa akikasirika sana na kusema kuwa, nilifikiri ulinipenda kweli kumbe ulikuwa unacheza na hisia zangu tu. Hapana Pesi, unakosea. Hakika mimi nilikupenda kwa dhati. Niliingia Delhi ili niokoe nyumba ninayoishi, lakini hakika na kujali na kukupenda sana. Licha ya haya yote, Pesi hakumwelewa kabisa Madi, hivyo akamfukuza. Madi akarudi nyumbani, moyo ukimuma sana, akajisikia vibaya kwa kucheza na hisia za Pesi. Wakati huo, Pesi akarudi kwenye tabia yake ya zamani, kucheza games na kuangalia video mtandaoni. Siku moja Madi akaamua kumtafuta Pesi, na alipompata akawaambia, sikia, urafiki wetu ulikuwa ni wa kweli. Nasikitika sana kwa kukupoteza Pesi. Madi akawa anamfuata ili kumshawishi. Hata hivyo, Pesi bado alikuwa na hasira na alikataa kabisa kuzungumza na Madi. Bidada bila kukata tamaa kabisa. Hivyo akaenda kusimama mbele ya gari la Dogo. Pesi, tafadhali nataka kuzungumza na wewe. Pesi akasema, sitaki hata kukuona, ondoka, kisha akaondoa gari. Pesi akaelekea ufukweni huku Madi akiwa akaning'inia juu ya bonnet akipiga kelele za kumtaka asimamishe gari. Ghafla, gari likatumbukia baharini. Kisha Madi naye akatumbukia baharini pia. Pesi haraka akasimamisha gari lake, akaenda kumsaidia Madi na kumpeleka ufukweni. Madi akitetemeka alijikuta akitamka kwa hisia, samahani sana Pesi, nisamehe. Muda huu, Pesi hakuwa na ujanja. Akamkumbatia Madi kwa nguvu na kumsamehe huku wote wakilia. Pesi hakutaka tena kuishi kwao. Akabeba mizigo yake, akijiandaa kuondoka na kuelekea chuo. Kwa hiyo, akaagana na wazazi wake. Kumbe kawadanganya bana. Oho! Huko nje, mtoto alikuwa akimsubiri tu ili wakaishi pamoja. Na kweli wakasepa. Kwa hiyo, jamaa atakuwa anatokea magetoni kwa Madi na kuelekea chuo, na akitoka chuo atakuwa anaulizwa, anaoga ili yale au anakula ili aoge. Kwa hiyo, akaanza kuishi pamoja bwana.
Na huo ndio unakuwa mwisho wa movie hii.